Rafiki, habari za wakati huu. Ninamshukuru Mungu kwa sababu yako, anakupatia nafasi ya kukaa tena katika kiambaza chako ili kupata kile ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili ya siku ya leo. Tuna somo zuri ambalo lina kichwa cha somo kinachosema mwanamke mzaa Mungu. Na kabla hatujaanza kujifunza, basi tupate nafasi ya kuomba. Ninakushukuru Mungu wa mbinguni kwa sababu unatupenda. Lakini tunakushukuru kwa sababu umetupatia neno lako ili tujifunze, alafu tutembee sawa sawa na mapenzi yako. Kwa pamoja nasi tunamhitaji sana Roho Mtakatifu akatuongoze kwa jina la Yesu Kristo, amina. Na kabla hatujaingia moja kwa moja katika somo, tuelewe jambo fulani. Iko hali ya watu au mawazo yanayotoka kwa baadhi ya watu kwamba kila mmoja anapaswa kubaki na imani yake. Kila mmoja anapaswa kubaki na imani yake. Ni sawa kuamini kitu chochote mtu ambacho anahitaji kukiamini, na mimi sipingani na hilo, kwa sababu uko uhuru wa dini. Kila mmoja anapaswa kuamini anachoweza kuamini, lakini maandiko matakatifu yanatuelekeza kufundisha, kuwaelekeza wengine kuhusu imani ya Mungu wa mbinguni. Hivyo tutakapokuwa tukijifunza, wakati fulani huenda imani yako ikaguswa kwa kukosolewa na kwa kuonekana kwamba haina msimamo wowote katika maandiko matakatifu. Si vibaya, na hata mimi pia imani yangu itakapokosolewa ikionekana kwamba haina msimamo wowote katika maandiko matakatifu, pia si vibaya, na sina haki wala sina haja ya kutengeneza chuki na mtu fulani kwa sababu ameikosoa imani yangu. Hivyo nafikiri Biblia inaelekeza jambo moja. Jambo la kwanza, kwa habari ya kusema kila mmoja baki na imani yake, kwa mujibu wa maandiko matakatifu, Biblia inasema Bwana mmoja, ubatizo mmoja na imani moja. Hivyo Mungu anatuhitaji tubaki katika kundi moja. Na nilishawahi kusema wakati fulani, haya makundi mengine ambayo yanaonekana kuwa ni mengi kwa wakati wa sasa ni kutokana na mkanganyiko, na wakati fulani naweza kuamini ya kwamba shetani ndiye sababu ya kuwepo kwa makundi mengi yanayotumia Biblia moja yakiwa na mtazamo tofauti wa kimaandiko. Hivyo tunapokwenda kujifunza, lazima tuelewe ya kwamba tumeelekezwa kujifunza. Kwa mfano, kitabu cha Waefeso sura ya 4 na mstari wa 5, Biblia inasema hivi: Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Hivyo kiuhalisia ni kwamba Mungu anatuhitaji tuwe katika kundi moja. Lakini kwa habari ya kufundisha au kufundishana, kuonyana, kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 4 mstari ule wa 2, Biblia inasema hivi: lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufaao na wakati usiokufaa, karipia, kemea na onya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Kwa Biblia inatuelekeza kukaripia, kuonya, tena kukemea kwa kupitia mafundisho. Hivyo unachokiamini, kama nitaona au kama ninachokiamini wewe rafiki utaona hakina msimamo katika maandiko, na mimi nitakapoona unachokiamini hakina msimamo katika maandiko, Biblia inatuelekeza kuonyana, kukemeana, na anachokigusa hapa moja kwa moja ni kukosoa kile ambacho hakiko katika maandiko matakatifu. Hivyo leo tunakwenda kujifunza habari za mwanamke mzaa Mungu. Kuna mwanamke mmoja ambaye amekuwa maarufu sana katika kanisa la Kikristo, anaitwa Mariamu, na amekuwa maarufu kwa sababu ameitwa Maria mtakatifu, amepewa jina la mama wa Mungu. Aliwahi kuishi katika karne ya kwanza kabla na baada ya Kristo, na ndiye aliyemzaa Yesu Kristo, na alikuwa ni mke au mchumba alafu kuwa mke wa Yusufu, mwanaume aliyetoka katika kabila la Yuda. Hivyo huyu mwanamke akatokewa na malaika kupewa taarifa ya kwamba atapokea mimba na atamzaa mtoto mwanamume na jina lake ataitwa Yesu. Sehemu zingine imeandikwa ataitwa Emanueli, yani Mungu pamoja nasi.
Hivyo kwa sababu hii tu watu wa imani hii na hasa watu wa Roman Catholic wanaamini ya kwamba alipata fursa ya kuwa mwanamke bora kuliko wanawake wengine, na nimenukuu hiyo kuliko wanawake wengine kutoka katika moja ya sala zao ya kwamba umebarikiwa kuliko wanawake wote. Ni kweli kwamba Biblia inasema kuliko wanawake wote, ni mambo ambayo tutakwenda kujifunza katika somo hili katika vipengele vinavyofuata. Ziko dogma 4 au mafundisho manne yanayosimika fundisho la Maria Mtakatifu kuwa fundisho rasmi kabisa la kanisa la Roman Catholic. Ya kwanza, wanaamini ya kwamba ni mtu aliyekingiwa dhambi, hivyo hana dhambi kabisa, na moja kati ya sababu kuu ni kwa sababu alipewa neema, na hivyo kwa sababu ya neema aliyopewa akapewa kazi ya kumleta Kristo duniani. Lakini fundisho lingine au kipengele kingine, ameitwa kuwa mama wa Mungu. Sababu ya kuitwa kuwa mama wa Mungu ni kwa sababu ni kweli Wakristo wote tunaamini kwamba Yesu ni Mungu. Na kwa sababu Yesu ni Mungu, basi na yeye Mariamu ndiye aliyemzaa Yesu, basi akaitwa kuwa mama wa Mungu. Biblia ina mtazamo gani kuhusu hili? Ni mambo ambayo tunakwenda kujifunza. Kipengele kingine, waumini wa Roman Catholic wameelekezwa kuamini ya kwamba alibaki kuwa bikira hata baada ya kumzaa Kristo. Amebaki kuwa na bikira ya kudumu hata baada ya kumzaa Kristo. Wameelekezwa kuamini hivyo. Lakini kipengele cha mwisho kuhusu fundisho hili ni kwamba sasa hivi Maria yuko mbinguni, alipalizwa mwili na roho, na kupitia kipengele hiki waumini wameelekezwa kupeleka sala zao kwake ili yeye azipeleke kwa Kristo, na wananukuu katika kile kisa cha harusi ya Kana, namna ambavyo Mariamu alikwenda kumwambia Yesu ya kwamba watu katika sherehe hii wameishiwa na divai, hivyo ni vyema awatengenezee divai. Leo tutagusa kipengele kimoja cha mkingi wa dhambi, huyu mwanamke mkingi wa dhambi, alafu tutakiweka katika tupime katika maandiko matakatifu kwamba kinafaa au fundisho linafaa kuwa fundisho la Kikristo. Kama sababu ya msingi ya Maria kutokuwa na dhambi ni kwa sababu tu alipatiwa neema. Hebu tuangalie, wako watu kadhaa, wengi tu, ambao pia walipata neema machoni pa Mungu, lakini bado hatuwezi kuwahesabu kwamba na hawana dhambi. Kwamba kwa sababu ya neema waliopewa na Mungu iliwapasa wasihesabike kuwa na dhambi, lakini bado tunawahesabu kuwa ni watu wenye dhambi, na hata wokovu wao unapatikana kwa sababu tu ya neema ambayo Mungu amewapatia. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 8, Biblia inasema hivi: lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Na Biblia haimtaji Nuhu kana kwamba ni mtu ambaye hana dhambi. Tunauona udhaifu mkubwa wa Nuhu. Baada ya gharika anakwenda na kuwa mkulima wa zabibu na analewa na anakaa uchi mbele ya watoto wake, na alipata neema, lakini Biblia haimtaji kana kwamba ni mtu asiye na dhambi. Hivyo hata wokovu wake wa kutokuangamia na gharika ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Hivyo si kwamba Nuhu hakuwa na dhambi, lakini ni kwa sababu tu Mungu alimpatia neema. Nuhu alikuwa ana jitihada na ndiye anayetajwa kuwa mmoja kati ya wahubiri maarufu zaidi katika maandiko matakatifu, aliyewahi kuhubiri miaka zaidi ya 120. Lakini alikuwa ni mtu kama watu wengine na ni mwanadamu kama wanadamu wengine. Hivyo kama Nuhu alipata neema, basi naye anapaswa kuwa mmoja kati ya watu ambao walikingiwa dhambi, kwamba naye hana dhambi kama jinsi ambavyo Maria anatajwa. Lakini pia kitabu cha Kutoka sura ya 33 na mstari wa 17, Biblia inasema hivi: Bwana akamwambia Musa, nitafanya na neno hili ulilolinena, kwa maana umepata neema mbele zangu, nami na kujua
jina lako. Musa naye alipata neema kutoka kwa Mungu, lakini Biblia haimtaji kama ni mtu aliyekingiwa na dhambi, mtu ambaye hana dhambi. Naye alipata neema kutoka kwa Mungu, tena yeye aliisikia kabisa sauti Mungu akimwambia mwenyewe. Hivyo hawa ni watu wawili ambao nimewatoa mfano, ambao nao pia walipata neema kutoka kwa Mungu. Wako wengi, hata Samsoni alipata neema. Watu wengi walipata neema wanaotajwa katika maandiko matakatifu. Inakuwaje Bikira Maria peke yake atajwe kuwa mkingi wa dhambi, tofauti na hawa ambao walizungumza na Mungu kwa kipindi cha nyuma? Ikiwa Musa na Nuhu walipata neema mbele za macho ya Mungu, na hatuwaiti wakingi wa dhambi, na tunashindwa kupeleka changamoto zetu kwao ili zifike kwa Mungu tupate kutatuliwa, leo tuone ya kwamba Maria anafaa zaidi kupewa na changamoto zetu ili apeleke kwa Kristo. Kuna utofauti gani kati ya Nuhu na Musa na Mariamu, ambapo tushindwe kuelewa mtazamo wa Biblia kiasi kwamba mmoja tumpe kuwa na hadhi ya juu zaidi kuliko wengine? Kiuhalisia, kila mtu amepewa neema. Hata mimi na wewe rafiki tumepewa neema na Mungu. Hatukustahili kabisa. Kwanza, neema ni nini? Lazima tujue kwamba neema ni nini. Neema ni zawadi kutoka kwa Mungu ambayo kiuhalisia hatukustahili kupewa. Kwa mfano, baada ya kuanguka katika dhambi, hatukuwa na haki ya kuishi, na Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Hivyo kwa sababu ya dhambi tulizotenda tulipaswa kufa. Neema ni hii: baada ya kuanguka, Mungu akafanya mchakato wa namna tunavyoweza kuokolewa, na akafanyika mwili ili aje atufundishe, na baada ya kutufundisha, ile stahili ya sisi kufa isiwepo tena, lakini afye yeye mwenyewe, na anakuja kuitimiza hii katika kipindi hiki ambacho Yesu anazaliwa na Mariamu. Hivyo watu wote tumepewa neema na Mungu, na hii haisababishi au hatuwezi kuiita kwamba tumekingiwa dhambi, lakini tumeokolewa kutoka katika dhambi. Na kwa sababu tumeokolewa kutoka katika dhambi, Mungu anatuelekeza kufanya kazi yake. Hivyo Mariamu alipata neema hiyo ili amlete Kristo duniani. Amepata hiyo fursa ya kuonekana kwa Mungu ili amlete Yesu duniani. Nuhu alipata neema machoni pa Mungu ili ya kwamba aihubiri dunia nzima ya kwamba kutakuwa na gharika na watu wanapaswa kuiacha dhambi. Musa anapata neema ili awatoe wana wa Israeli katika nchi ya Misri na kupeleka Kanaani. Hivyo neema tulionayo leo kusudi lake ni moja tu, kwamba tuweze kuwafundisha wengine, tuweze kuifanya kazi ya Mungu. Na hii haipaswi kuwa sababu ya sisi kuabudu kiumbe. Yaani sasa hebu tujaribu kuwaza, maana wote tumepewa neema, wote wanadamu wote katika ulimwengu wa leo tumepewa neema kwa sababu ya Kristo kufa pale msalabani. Je, tuna haki ya kuabudiwa au kuombwa matatizo, yani watu watuletee matatizo yao ili tuyapeleke kwa Kristo? Nafikiri tunapaswa kuiuliza Biblia ili tupatie majibu sahihi. Zaburi sura ya 53 tunapokwenda kumaliza mstari ule wa 3. Kila mtu amepotoka, wameoza wote pamoja, hakuna atendaye mema, la hata mmoja. Biblia inaweka wazi kwamba wote tumetenda vibaya, wote tumepotoka. Tena anatumia neno kali ya kwamba wote tumeoza, na hii ni kwa sababu ya dhambi ambazo tunazifanya katika ulimwengu huu. Hivyo Biblia haitambui mtu yeyote ambaye ni mwema, lakini Biblia inatambua watu walio waovu, waliopata neema mbele za Mungu. Lakini pia kitabu cha Luka sura ya 8 na mstari wa 20 mpaka 21 kiko kitu ambacho tunaweza tukajifunza. Akaletewa habari akiambiwa, mama yako na ndugu zako wamesimama nje wakitaka kukuona, wakitaka kuonana nawe. Fungu la 21,
akawajibu akasema, mama yangu na ndugu zangu ndio hao walisikiao neno la Mungu na kulifanya. Kuna udhaifu tunauona hapa kwa Mariamu. Wakati Yesu anafundisha, inaonekana Mariamu na watoto wake wengine hawakuwepo pale mahali ambapo Yesu alikuwa akifundisha. Na sasa Yesu analetewa taarifa ya kwamba mama yako na ndugu zako wako nje wanatamani kuonana nawe. Yesu anakosoa kwa kusema, mama yangu na ndugu zangu ni hawa ninaozungumza nao habari za Mungu, alafu akaenda kuyatii. Kwa hiyo kwa habari ya udhaifu, kila mtu ana udhaifu wake, na hatuna haja ya kuipeleka ibada yetu kwa mwanadamu mwingine isipokuwa Yesu Kristo peke yake, ambaye yeye anaweza kuzungumza na Baba uso kwa uso ili changamoto zetu zipate kutatuliwa. Hivyo kwa kifupi ni kwamba fundisho la kwamba Maria au Mariam ni mkingiwa dhambi si fundisho halisi la maandiko matakatifu, na hili fundisho lilitoka katika mapokeo ya kale na lilitangazwa mwaka wa 1854 na Papa Pius wa 9 akiwawakilisha maaskofu wengine. Hivyo kwa kifupi halina mguso wowote katika maandiko matakatifu, kwa sababu kwa habari ya neema, wote tumepatiwa neema kwa ajili ya wokovu wa maisha yetu, na tunapopatiwa neema maana yake tuna jukumu la kuifanya kazi ya Mungu. Hivyo hii haiwezi kusababisha tusihesabike kuwa wa dhambi, lakini neema hii inakuja kutimia pale ambapo tutakuwa tukitembea sawasawa na mapenzi ya Mungu, sawasawa na kile ambacho Kristo alikielekeza. Leo tumejadili kipengele cha kwanza ambacho kinamfanya Maria au fundisho hili linalomtaja Maria kama mkingiwa dhambi, na tutaendelea katika kipindi kingine katika vipengele vitatu vilivyobaki, alafu tutapata hitimisho ya kwamba Biblia ina mtazamo tofauti kabisa na kile ambacho kanisa la Roman Catholic linaamini kuhusu Maria. Mungu akubariki sana. Karibu tena katika kipindi kinachofuata. Asante.